Sasa tunaanza aje? Haina shida. Wewe acha tu. Sasa okay fine. Oya. Wagan mdau. Wagwan. Listen. Inakuwa aje bro? Niko fiti bana, leo siku imekuwa poa. Shinda salama man, tunakafunga na hivyo. Ya man mazee, kama ndio mara kwanza kuwatch hapa, make sure una subscribe, turn on notification mazee. Hapa tunakuletea topics zenye zina hit, zenye zina trend. Yaani hapa ndo nyumbani wanasemanga home of untold story. Sasa ile story yenye hujaisikia hapa sasa ndo tunaichapa. Kwanza leo mzee amenistoa hapo na story moja. Wallahi si kwa hiyo hii kitu ina exist mdao Ulikuwa unasema aje? Hebu niambie kwanza. Buda leo anataka nikuchanue. Chanu yani hata kuna wengine pale nje hamjawahi sikia story. Bedhe Hata yani Ukongo tu unaishi tu Kenya lakini auelewi huku nje mambo ni yani mambo kuna venye yani hata there is some secrets in this our continent in Africa man, but juu hapa ni home of untold stories. Sasa wacha tukuchanue mdao ukiwa pale home mse kabisa. Leo Unjori amenishow story fulani hivi imenishangaza sana mse. Yani nilikuwa nadhani Kenya, yani in Africa nilikuwa nadhani Kenya tunapitia shida nyingi na Kenya tuko tunapotea, but mse leo Kenya ameniambia mse South Africa itatuletea shida mse. Guys, mnajua kuna inji ndani ya inji nyingine South Africa. South Africa iko na inji ndani yake. Okay, iko hivi. According na story yenye tumesikia ama according na habari za kuaminika kama duru za kuaminika, it's like South Africa imeuzia America ni kitu kama America kama ni wazungu whites. Let's just say whites. We as African we were colonized by whites, but South Africa ni kama iko wafukuza. South Africa ni kama iliwaweka yani hao jamaa ni kama waliwaweka mahali ni kama waliwaweka mahali, ni kama hao jamaa ni kama wazungu wanawasaidianga design fulani hatuelewi, but even South African wenyewe venye nasikia hawajafurahia na story kai hiyo. Only government ndio ina deal na vitu kaa hizo, but hao wenyewe hayuko proud about it. By the way ni kama South African walijiwekea wakoloni yao. Yani wakati sisi tulikimbisha wakoloni wote kutoka hapo waliwabicha. Ni kama South Africa ilichukua wakoloni yao chache kawawekea. Okay, story ni hivi. South Africa wameuzia shamba whites. Yani in South Africa kuna some part wamepreserve ni ya wazungu. Na hiyo part yenye wamepreserve ni ya wazungu. Africans ama any African ama any black person ama any blacks, they are not allowed in there. You can imagine that. Yani kwa nchi yako wazungu wamenunua kashamba na wataki nyinyi wa Afrika mwendo. You can imagine that. What's that? That place is called Orania. Ushaisikia jina kayo? Ushaisikia kitu kayo? Alafu what make it very interesting, unajua kizungu yangu ilikuja na baiskeli bana. Unasikia wanasema kizungu ilikuja na meli, but yangu ilikuja na baiskeli. So what make it very interesting is that hao wazungu wenye wanaishi Orania yani kainchi kana hii ni kingine zikawana they call it a town, but they want it to be a city. Wanataka ikue city and they want it to grow, as they say, wanasema tunataka igrow. Kwa hivyo si ati watu wanaishi hapo kwa muda, watu wanataka igrow na ikue city. You can imagine this. Wako na high school yao inaitwa Afrikaners. Yani wako na primary school yao inaitwa Afrikaners, wako na high school inaitwa Afrikaners, na wako na college yao inaitwa Afrikaners pia. Na wanataka kuunda sa university yenye ni Afrikaners. Alafu source of income yao ni agriculture. Not only agriculture, modern agriculture mse. Ni wazungu. Mpaka yani, wako na kampuni zao, hiyo ndio maajabu. Wanajitegemea. Si ati sijui
alichukua maziwa gani Puruku side. No, they don't do those things. They have their own company. They don't import, they export. Yani hawanunui vitu kutoka kwa ni South Africans, yani hao ndo wanauzia South Africans vitu. Kama ni ng'ombe zao, agriculture zao iko, kama ni nini ziko ni zao. Sasa unajua wanatumia modern, wanazi modernize, yani kama ni mbegu za ndume zao ni high quality msee, ni kitu. Alafu hawa jamaa wako mpaka na flag, umesikia? Wako na flag yao, wako na governing yao. Hiyo ndio maajabu. Alafu wako na currency yao. Sasa ndio mpaka wako na pesa yao. Inaitwa yani currency. Watu wako na pesa yao kwa nchi yenu. South Africans, man, you are kidding me. You are kidding me, you guys. South Africans mtatuletea. But I'm not blaming. Mimi si blame wa South Africa. Na blame government. Watu hiyo ni madharau kwanza, kitu ya kwanza. Mnakuaje na pesa yenu ndani ya nchi yetu? Pesa yenu na ina circulate kwa nyinyi peke yenu. Uko kwetu, and Africans are not allowed in that. Wewe wasijaribu Kenya. Wasijaribu Kenya. Acha iko huko, but hapa you know, I was thinking that Kenya we are suffering because of Kasongo. But sisi bana bado. But what I see, unaona aje na hii ati sasa mimi nikitoka Kitale nikuje Eldoret ama kwenda Nairobi, lazima yani kwenda kukaa Nairobi lazima nikuwe na citizenship. You must apply for citizenship to live in country yako. Country yako. Sasa Kenya nikitaka kwenda Turkana ni kwenda kukaa huko, lazima ni apply for citizenship. You can imagine. Ama South Africa ni kama mko na shamba kubwa sana, you have a big shamba. Mko na shamba kubwa, mnauzia watu mpaka hiyo shamba mnaisahau. Mnauzia watu shamba mpaka hiyo si ati hata mnauzia. That shamba was grabbed actually, but ni venye naweza lewa the government of the South Africans ndio wanaweka hawa watu buda. Mimi utakaa kwa nchi yangu kwanza, kitu ya kwanza achana na Kasongo venye mnaimba. Wewe jamaa maybe hata tuelewi, lakini wacha nikwambie, utakaa kwa nchi yangu, unatumia pesa yako, uko na flag yako. You can imagine that. Alafu hiyo flag yako imechorwa kaburu hivi, kwanza utafanya kuna kaburu hivi kadogo hivi, alafu wameweka ka little giant ati 30 man represent a little giant. What mnaamini wewe unaelewa aje as a little giant? How comes a little thing become a giant at a little giant? Man. Kwa hiyo ulisikia venye msana ana explain hiyo symbol yenye kwa flag yao is a little giant. But hii kitu iko na deep meaning. A little giant. Ushaisikia wapi little giant? A little giant, man. It's like South Africa watatuletea mess ama watarudisha colonize digitally. Yani unasikia wanasema digital tulimaliza ile kitambo ya mapanga. Sasa tulimaliza mapanga le South Africa. Lakini hiyo ndio kitu yani very sijui interesting or what. Yani hiyo ni very disturbing, mind blowing. Yani hii kitu hadi mimi imenichanganya. Yani imagine ni kama saa hii ulisikia, ni kama saa hii ati uende America tununue shamba na tuende wa Afrika sisi tununue shamba. After tumenunua shamba we develop our currency. Aya ndio ukuje penye sisi tumenunua hiyo shamba. Na it's not a shamba ati kambile kata. Alafu si ati hiyo currency yao, maajabu ni moja. Si ati hiyo currency yao ni bank ya South Africa inaweka. Wako na banki yao. Mpaka wako na banki yao bana. Wako na industry za. Alafu umeangalia huko hawafuati mambo na nini na weather. Unaona kama sisi Afrika ati tunangoja kuna msimu mvua itanyesha. Si ni agriculture au washamaliza kazi. Tena modern agriculture mzee. Modern agriculture. Sisi ati sisi tunangoja mvua inyeshe ati ndo tukimbie na mbegu. Au wako na modern agriculture, wanafanya irrigation, shamba zao ziko modified. Yani hata stima wanategemea stima, yani moto ya kutoka kwa government is 45%. Yani but 55% wana provide na solars. Wako na solar yao. Yani they have their electrical energy ni yao. Yani
system of education. Unajua mpaka kuna system yao of education, they don't hawategemei South Africa in any form. Hata maji ni mfua tu ya Yesu, yani wako na government they have their own ID. Yani unaona hiyo shamba yenye wanasema tu waliuzia wazungu ama waliuzia those whites, is like hapa Kenya ni kama county moja. Ni kama hapa Kenya uchukue county moja. County kama Uasin-Gishu. Uchukue Uasin-Gishu ama uchukue Trans Nzoia. Hiyo sio county yote hivi ati government ya South Africa iliuzia Oranians. Of which Oranians ni white people. Hakuna Mwafrika, yani maajabu ni kuwa yani kitu imeniuma sana. Niko Kenya, siwezi enda Kitale utembe kama ugao bila hiyo kitu inaitwa citizenship ugao. Alafu uweze hata ukienda kutembea huko lazima ukuwe na passport. Maajabu buda, hapo lazima uko na passport. Yani kama uchachanuka tunacharibu hiyo, yani hata kama utasikia tumesema kitu ya maana lakini tumekuchanua wewe unajua kitu yoyote buda, hakuna kitu ulikuwa umeelewa, acha tukuchanue sasa. Au kuwa najua kuna country ndani ya country nyingine wako na currency yao na pesa yao na flag yao na government yao. Wako na kila kitu na under government. Population ulisikia ngapi? 3,000 watu. But ile kitu wamefanya msee, ile development wamepiga. Alafu ama mimi nikisema ni kama South Africa ni kama msichekerenge Kenya tunajiweza manze, kwa sababu hao watu kama bado mnaishi na wao kwa nchi yenu ndani ni kama mnaogopa maybe mkiweza watoa ni kama your economy will fail, I don't know, kwa sababu hautakuwa kwa nchi yangu na ufara yako ndani ya nchi yangu ni kama yani niko na choo uko na kachoo kingine ndani ya choo yangu, si ndio? yani what I'm asking myself, those whites wanafanya nini huko? Mbona wapewe hata yao ndani ya South Africa? Why? Mbona wasichanganyikane basi? Okay, tuchanganyikane basi. Mbona wamejitenga? Alafu ulisikia vision yao is to make they want to grow and they want to grow. Okay, mwapea county moja wameanzia, lakini wanataka kugrow. Alafu those people by they don't intermarry au wani na South Africans, they are white. Alafu nyinyi mnakubali wazungu sasa kama ni huko. Sasa wanini the Oranians wanaenda kutembea kwa Maafrika huko kukaa huko, but Waafrika hawakubaliki kuenda huko. Hiyo ndio maajabu. Yani hiyo mzungu kutoka kwa hiyo Oranians from Oranians to South Africans town or nini they can mingle nini, wanaweza kuja watembee hivi town yenu without any passport. But ndio ingie Orania wewe kama black person you must have passport. Na unaweza ingia huko kama mtalii pia, unaweza ingia huko kama nini, but ndio kuje kuishi hapo lazima you apply for citizenship. But that is hiyo ni kama racism ama ni nini, kwa sababu si vizuri. It's not good, man. Wacha Afrika fanya hivi. The president of Orania of South Africa afanye hivi. Hao watu kama wakitaka kuendelea kukubalika kukaa huko, mimi najua watakaa hata miaka ikifika ngapi, lakini kuweka ujamii mzuri na watu wakubalike wengine kuenda kutembea kwa town zingine, yani kama wa South Africa waende kutembea kwa Orania. Yani ikue si ati kuna ile ati wanatenga wengine ama ndio mko na town yenu, kuna kama hapa ndio ni kwetu, lakini sitakataa ati mtu kutoka huko kuja kutembea. Unaona hizo limitations hizo watoe nini, they are practicing racism na si ati yani it's just complicating, but you guys know that there is a country ndani ya country nyingine bana. Unajua sasa, unaona kama huko majuko, unaona kama shida mimi najulizanga naonanga venye wazungu wanapitia huko majuu na cheki
kuna summer huko. But then unajua as Africans we don't know summer, winter, we don't know the fact. Yani hadi ndio maana wanalingisha wako kwa weather mzuri. Yani mwenye unaweza fika wewe mwenye umefika saa hii, me I don't know summer. For summer we go somewhere, for winter we go, so I don't know such a things. But uko naona kama kuna summer, kuna nini, so ndio maana wanakujanga hapa na jeshana Mombasa hapa hivi wakati huko sijui kuna cold, kuna nyesha nini, kunanyesha nini hapo kunanyesha mawingu, kunanyesha mawingu huko. Unajua huko kwetu sisi ya kunyeshi mawingu, magari zinajaa mawingu mpaka mfereji ukifungwa hivi ni ice, yani freeze ukikuwa na glass hivi na lakini kuna wakati ya freezing na kuna wakati ya kunyesha mawingu. Ushaiona wewe? Ushaiona mawingu kunyesha? Rwanda. Unjaiona ndo anatangaje hiyo ni snow, inaitwa nyesha snow Sasa unaona kama uko Afrika ushaiona snow imenyesha wapi? So bwana wengi bethe mimi nikidhani hao wenye wanaishi South Africa ni wale wazungu wadosi. Unajua kuna wazungu maskini pia. Hadi mimi nilishangaa kuna wazungu maskini buda. Kuna wazungu mpaka homeless na wanajua kuongea English mzee. Wanasema ni machokora mpaka wanaongea English. Very serious business. South Africa ni kama iko na mimba ya wazungu kwa sababu wanasema is a little giant. Na unaona mama anashika kamimba. South Africa ilishika mimba, yani ilikuwa na mimba. Hata sijui, I don't know how to this story is very interesting. Yani in short, wakati sisi tulifukuzwa wakoloni, hao waliwaacha South Africa walichukua wakoloni wao wachache wako aficha. Unacheki sababu wapewa shamba na wameanza kumea pembe bedhe. Wamemea pembe. Those guys men hapo kwa kurestrict atu inji yako msee, alafu watu wasitembea wakupaka kwa assist. Kwani wanajiona aje? Mpaka uko na passport msee, ni kama ukitoka Trans Nzoia kuingia ati Wasingishu, mpaka uko na passport. Bana mostly the whites wanakuwa na maringo ni venye hawa maringo yao, yani wanajifanyanga wana na wako na maringo. Whites wako na maringo, but hawa ndio hawa South Africa, these Iranian people watafanya wengi wa watu wata hate the whites because utakuja kwetu na sheria zako. Ni kama nimekupea nimekuambia bana wewe ni mgeni umekuja kwangu, si ulale chini. Wewe unalala wapi? Unataka ulale kwa kitanda. Alafu kesho unatoa kitanda yako naweka kando, unasema sasa niuzie hapa. Nataka uniuzie hapa hivi sasa. Alafu na buda we. Ngori. But I'm telling you for free. You can take this to the bank, in 1 decade to come. Our Iranians watakuwa wametake over South Africa. Hata waacha, they will start to take over another countries because kitu ni kiasi mwoso kwa viasi. Kiasi moja wanasema kiasi moja ikiosa kwa gunia. Kiasi moja ishaanza kuosa. Ilianza kuosa kitambo, but ni kama by the way ni hawa wazungu ni kama wasani sana, but sasa ni the population of Iranian is 3000. Wataendelea na miaka decades and decades, they will own South Africa. After they have owned South Africa, wataanza sasa you know hakuna kitu ngumu, wanasemanga ati with money, yani what money can do, more money does can do. Yes, kuna hiyo. Alafu what money can do does not, what money cannot do doesn't exist. Sasa those guys ni kiburi ya pesa, nothing. Na wako na akili mzee. Okay, kiburi ya dao na nothing. But unaona ni ile nini bana, government African sama any government that African wako included, those guys they fight for their stomach, man. Yani leader yote na ni wa Afrika na amechaguliwa, yani anajifaitia kwanza. Our fight for hata spirit ya kufight kufukuza wazungu mzee sijui ilitokea na wapi yani. Yani Africans mimi naona mpaka sasa tungekuwa tu colonized. Sababu hebu angalia ni god hiki kiletwa na maji. Bana hebu angalia usianze kusema ati watu walipiga manze, wazungu akili zao zishame.
Angalia kama Oraino hiyo ka place ni kadogo tu. Yaani kalianza kadogo tu. Sasa hivi wanasema ati iliuziwa ati government iliuzia au shamba. Ukiangalia bana wameanzia kitu kadogo but venye wanaifanya mse anaendelea kumea. They don't tegemea government. They don't wako na hospitali yao, wako na mpaka ambulances zote, mpaka helicopter inashuka. Nothing does help. Oraina hakuna kitu Oraina ina. Yaani ambulance mpaka helicopter sasa wanaita helpad. Na hao wana governor na ni governor sasa ndiye ana govern huko. Hata guys, si mnasikianga hata huko majuu mwenye na nini always kunanga ati governor those states zinakuwa governor. So unaona ni kama kaka state kingine kalitolewa kakawe. Ni kama tu hata sisi kaunti moja. Bede tukichukua hii example na sisi tuseme ati kama tuseme kaunti kama Uasin Gishu tuseme yenye hii government ya Kasongo sijui na tufanya bla 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 tuamue sasa tuunde serikali yetu kama Oraino. Unajua we can do it. Tunafanya kama Oraino venye wanafanya ni kaunti kamoja. Imagine inajisimamia food, inajisimamia educational, inajisimamia nini. Hatuna pesa, hatuwezi. Yaani wacha nikwambie hatuwezi. Ni pesa. Na nilisikia ni kama kitu fulani sijui nini wanapanda chakula. After wamepanda hizo machakula wanauza majuu abroad. They export. Alafu dao inashuka. Yaani mimi sijui. Ona angalia kama hiyo county ina export. They don't import. Si ndio? But Kenya angalia hadi unapata hadi kikombe. China hatuwezi linganisha Kenya na kijiko made in China. Yaani hatuwezi linganisha Kenya na Oraino. Hao ni watu wenye wana hata hii. Bana wacha kutuandarate. Sisi si kama South Africa bwana. Sisi si kama South Africa. South Africa kama ingekuwa Kenya hatuwezi waacha watu kao wanakaa ati utumii pesa ya Kasongo aje. Utumii pesa ya Kasongo. Unajua mimi kitu inaniuma. Alafu hizo dau hawataki ati zitoke kwao, zitoke ziende kwa South Africa. Ni wanataka zisaturated around South Africa. Pesa ya South Africa inaweza ingia kwa country yao. Unasikia hata kuenda kununua mafuta unaweza nunua na pesa ya South Africa ama hiyo ora yao. Lakini wewe utatoka na pesa yao hapa unaenda kununua nje ya ora haifanyi. Inafanya tu kwa community yao, wako na bank yao. Those guys man they are crazy. They are crazy eating South Africa. Guys, if you are new here, please subscribe until another time. We come to the end of the video. You can call me Voke Sauti ya Ninga alongside the host mwenyewe anajiita nani? Chasto Negisi. I'm Chasto Gisi. Until next time, let us know what you think in comment section. Andika kitu hapo chini. Kama tumekubamba, fanya ile kitu. Kama hatujakubamba, unaweza fanya ile kitu lakini fanya ile kitu. Bye bye. Wewe unaenda kukata video. Upate simu ilizima.